akampiga mke wake na milioni 2. Akaambia chukua, nimeingiza kwenye akaunti yako milioni 2 ya matumizi mwezi mzima, tusitafutane. Yule dada kweli akaona muamala umeingia milioni 2 CRDB Bank. Alichonifurahisha mimi yule dada, baada ya kusema asante kizazi cha .com, unajua alimwambiaje mume wake? Kama na ile 2,000 yangu nayo kudai. Sema amina. Unaona? Ndio maana nawafundisheni wanasije, nyinyi rafiki zangu, tumetoka mbali. Tafuta wa kufanana ambaye utampata kupitia Kristo Yesu Mwokozi. Sasa fikiria mtu umempa milioni 2 ya matumizi, alafu anakwambia na ile buku 2 yangu nayo kudai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yake huyo ndiye ulimtafuta, ndio wa kufanana naye, ndio huyo wa kufanana naye. Sasa tuende mbele kidogo. Nini maana ya uchumba? Yaani ukiwa na notes mambo rahisi, unatailika tu na mwalimu. Nini maana ya uchumba? Nimeweka tafsiri pale. Uchumba ni makubaliano ya pande mbili baina ya mwanamke na mwanaume wanaotaka, hapo nafikiri chapa hili kidogo ilikosea, wanaotaka kufunga ndoa takatifu ili kuishi pamoja kama mke na mume, ambao wameshakubaliana na kufuatia na posa ambayo hutambulisha kwa wazazi wa kimwili na kiroho kwamba wanaelekea kwenye ndoa. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo ndio uchumba. Twendeni taratibu tutaelewana kwamba uchumba ni makubaliano ya awali. Makubaliano ya awali. Lakini ili tuanze kuona huu uchumba unaelekea, kuna posa. Na leo mabinti naomba mnisikilize vizuri sana. Ukiona kijana anakwambia na kuchumbia, nataka kukuoa, siji mbona kikarudi. Mwalimu mmoja hapa alisema hata sisi tunapokuja kuchumbia huwa tunajikakamua. Lakini kipimo kizuri, thermometer nzuri ya kujua huyu mtu anania au janja Boko Haram ni kwenda kujionyesha kwa pastor. Kwa pastor. Ni kwenda kwa wazazi wako kubisha hodi, kusema mimi nina dhamira na nina nia ya kumfanya huyu awe mwenzi katika maisha yako. Ukiona kijana mkifika hapo tu kwenda kuonekana kwa mchungaji hataki, sababu hata hiyo yenyewe kuongea peke yake tu, hiyo peke yake tatizo. Huko mbele utaiona, ipo huko mbele. Wewe utaongeaje na wewe kijana huko? Mlikutana wapi? Mnaongea nini? Ujanja mwingi mbele giza. Amen. Nisikilizeni vizuri, ujanja mwingi mbele giza. Mimi nataka nikufundisheni tulivyochubiana sisi na mama zenu. Tuko pamoja? Amen. Nilifuata taratibu, wala yeye hakujua. Baadaye akapata nafasi na yeye ya kumsihi Mungu. Baadaye ndio mambo yakaelekea kwenye kufunga ndoa, mambo ya posa, mambo ya nini. Na Bwana alikuwa upande wangu, alisaidia tukalipa mahali. Sasa nini huku unakuta anakwambia wewe unasaliwa wapi mwanangu? Kwa mchungaji naye. Mpaka mchungaji wako mjui jamani. Nani arudi tena jamani? Francis Mwambege haja afundishe. Kuna mshirika mpaka mchungaji wake anjui. Sasa Mwambege anarudi tena na somo lako la injili. Mchungaji naye amesema kamsahau kama mchungaji wake.